ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuwezesha mimi na nyinyi kuweza kupata pumzi ya siku ya leo, Allah ambaye ametuwezesha mimi na wewe kuweza kupata taufiki yake katika siku hii ya leo, tunamuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Rehma na amani zimshukie kipenzi wetu, mwalimu wetu Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, yeye na ali zake na masahaba zake na Waislamu ambao watakayefuata mwenendo huyo hadi hiyo siku ya Kiyama. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuweke miongoni mwa hao, Allahumma amin. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, hal ata ala al-insanu hinu min ad-dahr, ulikuwa wapi ewe mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala kipindi ambapo hajakuregesha au hajakupa uhai, wewe ulikuwa si chochote katika huu mgongo wa ardhi. Ndugu zangu Waislamu, tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Ukweli wa kumcha, kuna mambo ambayo yanahitaji sisi tuyajue kwa utu wetu, kwa hekima zetu. Hayahitaji kwanza twende kwenye madrasa tusome. Allah subhanahu wa ta'ala akiwa sisi anatuhusia, anatuambia sisi wanadamu tumetokamana na manii, sisi wanadamu tumetokamana na maji, lakini baada ya sisi kuwa binadamu tumefanya nini kumtekelezea Allah subhanahu wa ta'ala? Tulitenda nini? Tulifanya nini ili Allah subhanahu wa ta'ala awe radhi na sisi? Ndugu zangu Waislamu, leo mtu ambaye anayekusaidia, anakufanyia mambo yako mbio, anakusaidia katika matatizo yako, leo akikuamrisha jambo wewe uko tayari kumsaidia, na watu wengine wanatamka mimi fulani kwa mambo yenyewe amenifanyia, akiniamrisha jambo mimi niko tayari kumtii, niko tayari kuweza kumtii. Lakini tuangalie sasa, kuna wale ambao sisi wametufanyia mambo hatujaweza kuleta shukrani kwao. Hao ni wanani? Ni wazazi wawili. Allah anatuambia ndani ya Qur'ani, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah subhanahu wa ta'ala ametoa hukumu, akatoa amri asiabudiwe kiumbe chochote isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuamriwa, baada ya kusujudiwa, Allah subhanahu wa ta'ala akatoa tena akasema, wa bil walidaini ihsana, tutendee wema wazazi wawili. Ikiwa wewe unaitwa fulani, wewe Abdalla, wewe fulani, ni kwa sababu babako na mamako wamelala usiku kesha kwa ajili yako wewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kasema watendee wema wazazi wawili, nani? Baba na mama. Wa bil walidaini ihsana, baada ya kuwatendea wema wazazi wawili, tujiulize mimi na wewe, je, sisi tunatendea wema wazazi wawili? Leo inakuwa kijana wa Kiislamu, binti wa Kiislamu anamchukua mama mzazi, anakwenda naye kusamba tribunali. Ndugu zangu Waislamu, tukae tujue, yauma turjauna fi ila Allah, siku tutarejea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, siku ambayo sisi tutakuwa hatuko, lakini tutakuja kuulizwa yale ambayo tulitenda. Leo baba analala, leo mama halali, leo baba halali kwa sababu yako. Leo mzee anavaa nguo ya kuchoka ili uvae nguo mpya, leo mama anavaa nguo kanga ya kuisha ili wao uvae nguo mpya. Lakini kwa huyo wema mzazi alikufanyia ulimkumbuka, lakini leo sisi tumebadilika, tunakuwa wazazi wetu wakikua, tunakuwa na tabia ya kimagharibi, tunawaona katika nyumba Darul Ajaz, katika nyumba za wazee, ili tuone kuwa wale wazee wanatukerehesha katika mafamilia yetu. Leo mama anakuja kwako, lakini hauna hamu wao ya kuweza kumchukua kama mzazi wako. Ndugu zangu Waislamu, ni wapo mfano wa karibu. Leo mzazi wako atoke Baraka kuja huku, na
lakini mke wako kwa kumpokea akianza kukaa naye siku 2 ataanza kumuuliza una siku ngapi uondoke mama, na ukumbuki kuwa huyo ndio mwenyewe amekuzalia mume wako. Unaanza kumwambia una siku ngapi, lakini mama yako mdogo atoke huko mprene, akija huko kwako wao utauliza na siku ngapi, akiaga anataka kwenda mama bado tungali tunakutaka, wajukuu wangali wanakutaka. Lakini mzazi wa mume wako, lakini mzazi wako haumthamini kama mzazi wako, haukumbuki iko siku mama yako milala njaa, wewe ule mama yako alijifunga mkanda tumboni ili wewe uweze kupata maji ya kunywa. Unatembea naye barabarani unamwambia mama kijiti changu anaokota, kikopo changu anaokota, ni kwa sababu ya kuweza wewe kukufurahisha ukae. Leo mzazi ana thamani na Allah subhanahu wa ta'ala alisema sisi tuheshimie. Allah ndani ya Qur'an anasema akiwa anataka kutuonyesha umuhimu wa wazazi, waabudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana, tuabudu Allah subhanahu wa ta'ala na tusimshirikishe na kitu chochote, na tutendee wema wazazi wawili. Allah subhanahu wa ta'ala akisema ndani ya Qur'an anasema tuabudu Allah subhanahu na tutendee wema wazazi wawili. Ndani ya Allah subhanahu wa ta'ala hikma ya kwanza ni kwa sababu ili upatikane ni kwanza Allah subhanahu wa ta'ala na wazazi wawili ambao wao wamekuzaa. Na ikiwa wewe unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ukamtendea wema mzazi wako, ukumbuke wewe umefanya miongoni mwa mambo yenye Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha. Na jambo lingine la pili, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye anatuambia tumwabudu ni kwa sababu ya faida yetu, si kwa sababu yake, ni kwa sababu ya faida yetu, si kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mzazi wewe anakusomesha si kwa sababu ya faida yake, ni kwa sababu yako. Mzazi wewe anakupa chakula ili uwe na nguvu uweze kujitegemea, na kile mzazi hakupi chakula ili wewe uweze kumpa kile chakula. Kuna wengine hawakumbuki wazazi wao, kuna wengine hawawezi kujua wazazi wao. Ikiwa mzazi umemwemelea ukampa stoke, ukamlipia stimu, ukamlipia na maji, na ukija nyumbani mzazi akikwambia mtoto wangu kaa kimya, si mimi ndio mwenye nakufanyia hivi na hivi, unaanza kumwambia Allah anasema fala taqullahuma uff, wala usiseme neno ukanungunika katika moyo, ukikwenda umepata dhambi. Allah subhanahu wa ta'ala akiwa sisi anatuhusia, anatuambia kuhusiana na wazazi tuweze kuwaheshimu na kuweza kuwatendea wema, au kilahuma wakiwa katika hali yao ya uzee ndio sisi tushikamane nao. Leo mzazi kuliko kumheshimu unachukua fimbo unampiga, aseme mzazi wangu ni mchawi ananirogea mtoto wangu, aseme mzazi wangu ni mchawi ananirogea mtoto. Wewe hakukuroga, wewe amekudea. Ilikuwa usiku mama hasinzii, anajua wewe unaumwa kwa kuwa unalia, anajua wewe una njaa kwa kuwa wewe unalia, anajua wewe una kiwi kwa kuwa wewe unalia. Lakini ikiwa wewe umekuwa leo watoto watatu hawawezi kulea mama mmoja, na mama amelea watoto 5, lakini hata siku moja watoto 5 hawawezi kulea mtoto, hawawezi kulea mzazi, kwa sababu wanajipenda. Na baada ya kuwa wewe unafanya hayo, itakillah, tumche Allah subhanahu wa ta'ala, tumche Allah subhanahu wa ta'ala, tuogope hiyo siku ambayo tutaregeshwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaulizwa na sahaba Abi Hurairah radhiyallahu anhu akiwa anamwambia ya Rasulullah, ni matendo gani ambayo mimi naweza nikafanya ili mimi niweze kuridhiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mtume akamwambia as-salatu ala waqtiha, ni kuswali swala kwa wakati wake. Kuntu thumma aikisha yapi ya Rasulullah? Akamwambia bil walidain, ni kutendea wema wazazi wawili. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kuhusiana na wazazi tuweze kuwatii, tuweze kuwaheshimu. Ndugu zangu Waislamu, kuliko kuwaheshimu sisi na kuwatii, sisi leo ndio tunawaadhibu wazazi wetu, sisi leo ndio tunawapa tabu. Leo mzazi angejua mwanzo wa matatizo yake ya kuuza nyumba ili wewe usome, leo angejua wewe hautaweza kumnufaisha na kumsaidia, angesema huyu mwanangu mimi simtaki, akakunywa pombe, akanywa kitu ambacho kinaweza kusababisha wewe uweze kutoka. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameweka, akampa ilhamu ya kuweza kukupenda na kukuzaa ili wewe uweze ukue
umkumbuke mzazi wako kuliko kumkumbuka. Leo mzazi anakuwa ni kero kwako. Leo hawa watu hawataki kuishi na wazazi wao. Kuna kisa ambacho kimetokea mpaka kinasisimua. Leo vijana wamekaa na wazazi wao. Leo mama anaita anasema, shekhe, mimi ndio niko na matatizo kwangu, niko na vijana 3. Leo anamiliki nyumba Kishasa, leo anamiliki nyumba nafasi, lakini hawezi kunisaidia. Leo wengine mtoto wangu ule wa mwisho alikuwa anaweza kunisaidia, ananipa dara 30 ili niweze kukiji hadhara, lakini amekuja kanambia nimechoka na uko na watoto wengi waambiwa kusaidia. Subhanallah, huyo ndio ule wa kuweza, alikuwa anaweza kujitahidi. Leo Allah angesema tulipe wazazi wetu kwa wema wametufanyia. Leo mzazi wako hahitaji hiyo mali ya unampa maneno mazuri na mweka katika nafsi yake, ndiye ataweza kukumbuka miaka yote, lakini chenye unampa takikula leo atafirika ni mwanadamu atasahau. Leo ni wangapi ambao hawakuweza kufanikiwa katika maisha yao kwa sababu walikaa mbali na wazazi? Leo mtu anakuja, shekhe nifanyie dua, shekhe nifanyie kadha. Muulize swali la kwanza, una siku ngapi hauonani na mzazi wako? Una siku ngapi huwasiliani na mzazi wako? Leo mzazi yuko wa kuongea, wewe unanyosha mkono unampiga. Subhanallah, leo mzazi alikuwa tayari yeye aumie wewe uweze kuwa salama. Leo mzazi anakuja, mtoto wako ameumizwa fulani, anakuweka nyuma ya mgongo, anaanza kutetea yale maovu yenye ulifanya ili akuoneshe kuwa wewe haukufanya mambo mazuri. Lakini ikiwa sisi tunakuwa wazazi wetu tunawavua nguo wangali wanatembea, na sisi tukumbuke adinu tadini, kile chenye unachofanya na wewe lazima utafanyiwa. Allah subhanahu wa ta'ala akitwambia sisi Waislamu tuokope siku ambayo dua ya mzazi ambayo inayekaa, mzazi akikaa kukuombea dua utakuwa mbali na wazazi na Allah subhanahu wa ta'ala atakufungia milango. Juu ya nini sisi wote tunahitaji kuwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hatutaki kutengeneza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametwambia. Ndugu zangu Waislamu, tufanye tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahi rabbil alamin. Wala asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwenye hadithi ambayo imepokelewa na Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akituambia, jana rajulun nabii sallallahu alaihi wasallam, amekuja kijana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, faqal ya Rasulullah, man haqqu an-nas bihusni sahaba, ni jambo au ni kipi nikifanya au naweza nikatendea ili niweze kuwa karibu yako Allah subhanahu wa ta'ala? Mtume akamwambia ummuka, thumma man, kisha akamwambia ya Rasulullah, kisha nani? Akamwambia ummuka, thumma man, kisha akamwambia kisha nani ya Rasulullah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ummuka. Mama kapewa nafasi 3, kisha nani ya Rasulullah? Akamwambia abuka, kisha baba. Tuangalie baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuweza kutuambia, mtu anakuja mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ya Rasulullah, ni yupi ambao mimi naweza kutendea wema? Watu kwa kushindana kwa kutengeneza mambo mazuri. Anamwambia ya Rasulullah, katika hao wazazi wangu ni yupi ambao mimi nikimtendea wema naweza kuwa ni bora zaidi? Mtume akamwambia mama mara 3. Kisha nani? Kisha akamwambia baba yako. Kumbuke mama amechukua dhahabu, amechukua almasi, akachukua manake vile vizuri. Baada ya hapo ndio baba akaja. Kwa sababu gani? Mama amekubeba tumboni miezi 9, amekula udongo, amepekenya mkaa, alifanya kadha kwa sababu yako. Lakini baada ya wewe kuitwa fulani, je, mama ulimkumbuka? Baba aliuza cha kwake ili wewe uwe, lakini sisi leo tunauza vyetu ili marafiki wanufaiki. Na ukumbuki kuwa mzazi amesababisha wewe uitwe fulani ibn fulani, haumkumbuki. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya nyingine anasema, thumma ummuka, kisha mama, kisha abuka, kisha adna, kisha ude ambaye karibu. Maana yake naweza nikasema
ule wa karibu ya babako, kama ni babu fulani au wote watendee wema. Ndio maana baada ya mtu kufiwa na mzazi, akitendea wema mamake mdogo, mamake mkubwa, babake mdogo, anakuwa anatendea wema wale wazazi wawili. Ndugu zangu Waislamu, tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mambo yakizungumzwa unasema kama haya mambo ni mambo yaliyopita, lakini yanaweza sisi yanatufundisha. Kwa sababu gani? Tukumbuke baada ya sisi kuwa hapa duniani na tukiondoka katika huyu mgongo wa ardhi tutakuwa wapi? Kuna mtu ambaye kisa ambacho kimesisimua mwili wangu. Mzee alikuwa na kijana wake, huyo kijana akamsomesha mpaka ikakuwa mama kwa kuwa naishi na kijana wake, yeye kijana akafanya ajali, ikabidi jicho lake liweze kupasuka. Akienda kwa masomo wengine wanamzomea nini, ikabidi mzazi aitike atoe jicho lake amkabidhi huyo kijana wake. Baada ya kupewa jicho akasoma kamaliza mpaka akaenda nje. Siku ya kuhitimisha masomo yake akapata kazi kila kitu, mzazi akajiandaa aje kumuona mwanae. Salifika pale, mtoto akamfukuza mzazi wake akamwambia, nimekukimbia leo unanikuta mimi hapa. Mzazi ya kuwa na mastresi na nini, ametoka safari za mbali, kufika pale mzazi akawa amehospitali amekufa. Ule driver amemfikisha kwa hospitali, akawa amemwandikia ujumbe, mimi mtoto wangu ni kadha, wewe ulifanywa na matatizo haya, nikakupa jicho ni kadha, lakini ukumbuke mimi nakupenda, mimi mama yako. Ndugu zangu Waislamu, unaishi katika hii dunia na wewe ihsani zako zitumike, mtoto huyu atakaa katika maisha mazuri katika hii dunia. Leo sisi kuliko kukaa na wazazi wetu tupate ile utamu wa pepo ya kuwa wazazi wetu wangali hai, tunawachukua tunawabeba katika manyumba ambao wasiokuwa hata Waislamu. Ingekuwa hata Waislamu wawaleye, wawachunge, wafanye nini katika zile nyumba Darul Ajiz, zile nyumba za wazee wa Kongo. Mpaka siku moja kuna kijana Mombasa alichukua wazazi wake baada ya kuweka katika zile nyumba, mpaka ule mzee akaandika, nikifa wale watoto wangu wasinizike, shekhe wewe ndio uje unizike. Shehe alipofika pale, naofia kuwa hao watu watanizika mimi na msalaba. Baada ya mzazi kufa, shehe akaja akakutana watoto wamesimamisha vewiti, wa kwanza mwanamke, wengine mwanaume, amesimamisha vile. Itakwambia niko haki kuwanyima mzazi wenu msimuziki. Kwa sababu gani? Amenipa kibali ya kuweza mwe msimuziki, lakini dinu kama tadinu tudani. Wenyewe umemtendea mzazi wenu, mwende mumuziki, na mweye watawatendea watoto wenu au wajukuu wenu, kwa sababu kile chenye unachotenda lazima na wewe utafanywa nini, utatendewa. Ndugu zangu Waislamu, haya yote yanatendeka, hayatendeke kwa minyama, yanatendeka kwa sisi binadamu. Leo mnyama yuko tayari kwa kuweza kulinda mnyama mwenzake, lakini sisi hatuko tayari kwa kuweza kulinda na wazazi wetu. Leo mzazi anapigwa na wewe unashangilia, acha apigwe kale kazee kaisha. Ukumbuke na wewe huku unaenda katika uzee. Leo wewe kama uko mzee fulani, ukumbuke mbele ya mzazi wako wewe uko mtoto. Ndugu zangu Waislamu, mimi nahitimisha hotuba yangu kwa mambo yenye yametokea tukiwa tunaona au mambo yametokea tukiwa tunasoma. Kijana umoja ambaye alikuwa anaishi na mzazi wake, leo mzazi akamwambia, huyo ni mshairi mwenyewe anaongea hiyo mambo, akamwambia leo ni siku ya kuweza kupata furaha ya mzazi, furaha yake, na mtoto furaha yake. Akamchukua mzazi akamweka mgari, leo tunakwenda fasi ya kila mtu atapata furaha yake mzazi. Wakakwenda mama yake, kulikofika fasi ya bahari akamwambia, mama unichunge hapa, mimi nakuja na kwenda kuleta mambo ya nini na nini. Akakwenda akaacha amemwandikia kikaratasi, akasema nikichelewa utaniita kwa hii namba, utaomba hata simu unipigie simu. Ikakuwa mzazi anakaa iko na hofu, mwanangu anaona saa 12. Sisi wote tunajua mambo ya bahari hapa. Ikiwa saa 12 unasikia kisi ile upepo unakuwa unauma. Sasa akaona kuna vijana wawili wako wanakula chakula, wanatupa, wanafanya nini, anaenda na kote. Kijana mmoja akamuuliza, mama ni nini? Akaambia, mimi nina hofu ya mtoto wangu ambaye ameniacha hapa, kule amefikiwa na matatizo. Kumbe
Kumbe ule mtoto ameniachia namba ya simu, nikiwa ninasikia hofu nimuite. Nataka muniite. Katika ile karatasi pameandikwa msadia mwema au mja wa Mungu akiwa ameona huyu mzee ambebe kwenye nyumba za wazee. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Umwewe katika nyumba za wazee. Huyo ni mama yako. Wenye unasema umebe katika nyumba za wazee. Leo sisi hatukumbuki, na sisi tutazeeka, tutapelekwa kwenye nyumba za wazee. Ule mzee ibidi sasa kijana atumie lugha nzuri ya kuweza kumraghai. Unaona mama, unaona njoo twende nyumbani, nifanye nini? Mzazi akakata, akasema mimi siwezi kutoka hapa, mwanangu atakuja atanikosa. Ndio ile hofu wazazi wako kwetu, lakini sisi hatuna hofu na wazazi. Ile upendo wazazi wanao kwa ajili yetu, lakini sisi hatuna upendo abadan kwa ajili ya wazazi. Ukaujiulize wewe, ni mara ngapi unamkaga asubuhi, unampitia mama shikamo, salamu alaykum, umeamka aje? Lakini yeye mama alikuwa akitoka chumbani. Na leo mzazi akiamka asubuhi anazunguka, anakwenda kwenye chumba cha watoto. Mtoto, umeamka aje? Twenda kusali. Lakini leo wewe ukumbuke uko kwako na familia yako. Unapitaga mara ngapi kwa baba yako na mama yako? Bali insani ala nafsihi basira. Kila mtu ni shahidi wa nafsi yake. Mimi ninazungumza na wewe kwa sababu mimi nimetokamana na mzazi na umetokamana na mzazi. Na mimi najiambia katika nafsi yangu, ni mara ngapi tumetoka katika manyumba yetu tunakwenda kuona wazazi, lakini mara ngapi sisi tumetoka tunakwenda kwa wamama wengine wasio kwa mama zetu wametuza, kwa wababa wengine wasio kwa baba zetu wametuza. Tena tunanyenyekea baba, tena umtizami mumacho. Ukumbuke lakini mzazi wako hakuweza kulala amalize siku 2, hata kitoka safari wapiga simu, fulani mke wangu, watoto unaanza kuuliza watoto, mwanangu wako, unaanza kuuliza watoto wako. Lakini leo ni mara ngapi umepiga simu na wasi, mama hadi yako naendeleaje? Leo juu ya kupiga tu simu usikie kisi mzazi atakwambia, usikie furaha yenye atakuwa nao katika moyo wako. Kisha ile furaha uone kisi Allah subhanahu wa ta'ala atakufungulia mambo yako. Baada ya kukaa mzazi wanamulaghai, akakata. Kijana katoka akampa chakula, katoka kakwenda, akalala usingizini, anaota mama amekufa. Akawasha gari akakuja, kufika pale nakutana maambilesi na manini. Mzee banasema ameshtuka mshtuko wa damu na nini, akafa. Ndugu zangu Waislamu, sasa kwa ihsani zenu na upendo wenu, mwe wenyewe mko mashahidi wa nafsi zenu. Huyu kijana mzazi amekufa kwa kuwa iko na mshtuko, anaofia mwanaye magumu yamemfika, na mtoto hataki kuishi na mzazi wake. Baada ya sisi kuona hayo, je, tutabadilika au tutaendelea na msimamo wetu? Baada ya sisi kuwa tumeona wazazi wana umuhimu kwetu, tutaendelea na mambo yetu ya kuwa wazazi tunawaswaga, wazazi leo tunawapa majina tofauti. Ona kokazi mambo mengi, sisi wote tunajuana. Lakini baada ya sisi kuitwa waumini Waislamu waja wema, na wazazi wetu tumewaweka katika nafasi ya kuwapa waja wema au wazazi wetu. Unajua ndani ya Qur'an, ikiwa mzazi ni mshirikina au sio Muislamu, akikuamrisha jambo la kheri samina wa atwana, akikwambia jambo libaya usimtii, lakini mtendee wema kama mzazi. Tumwangalie Nabii Ibrahim, ametendea wazazi wake wema. Tuangalie na Mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wasiokuwa Waislamu waliwatendea wema. Lakini sisi, je, tunakumbuka kutendea wema wazazi wetu? Tunakumbuka sisi kutendea wema wazazi wetu? Tusiwe kama hao wametokea, wamefanya kadha. Tukae tunajua, je, sisi baada ya kuondoka tutakumbukwa kuwa watoto wetu na wao watatufanyia wema kama kisi tumefanyia wazee wetu wema? Ndugu zangu Waislamu, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar.